mambo gani sasa? Sisi mtuulize tuna shida gani tuongee dukuduku letu. Vipi mchezo? Si bwana tunataka Simba atuambie hivi. Mechi wakasogeza tarehe mpaka tarehe 25. Simba Yanga baada ya masaa mawili Yanga kaposti kwamba dabi tarehe 25 haina kipengele na maana wamekubali kucheza. Simba hajaposti chochote mpaka leo. Mpaka leo Simba hakuja kuposti kwamba tupo masaa matatu kabla, yani saa 7, unaona? Sisi tukajipa moyo tukasema Simba kukaa kimya, yawezekana kuna surprise katuandalia, unaona? Yawezekana tutaenda kuwashangaza watu uwanjani. Cha ajabu dakika 90 zinaisha hatuna hata shoot on target hata moja. Hata moja. Mechi 5 mfululizo tunapigwa huko mtaani, tunaongea nini sisi? Shabiki wa Yanga unaongea naye nini sasa hivi? Shabiki wa Yanga unamwambia ni na timu gani kwa mfano? Msimu unaisha, tumecheza msimu vizuri. Msimu unaisha hatuna hata kikombe hata cha chai. Tunaongea nini sasa? Tunaongea nini? Mangungu anaenda huko, hajashirikisha mtu yoyote yule. Hajashirikisha hata kama ni wazee. Mimi naamini kama wazee wangekuwa wameshirikishwa kwa hii swala ya mechi, wazee wasingekubali. Angalia Yanga, waliokuwa na mind kwamba mechi isichezwe ni mashabiki na wazee, sio viongozi. Ina maana utakiwa shirikisho wazee. Cha ajabu mechi Mangungu anaenda kule, sijui ameenda na viongozi gani. Wanakuja Mangungu. Ameenda wenyewe. Anakuja anakubali mechi. Alafu Mangungu anakuja kutuambia mechi ipo masaa matatu kabla. Tunakuja tunafungwa. Tumewakabidhi kombe Yanga. Tunaongea nini sisi? Mimi naongea nini sisi? Naomba niongee. Mimi naongea tu vitu viwili nitaondoka. Cha kwanza kabisa, uongozi unayumba sana, unakosea. Cha pili pia benchi la ufundi nao limechangia sisi kukosa mechi, kukosa hili kombe. Sielewi kwa nini, lakini mimi naweza nikarudi nyuma. Kama game tuliocheza na Azam na kuna game tuliocheza na Fountain Gate kule. Mechi kama ile ya Azam kabisa ilishaonekana wachezaji wamechoka. Kocha anachelewa kufanya sabu. Amechelewa kufanya sabu, majamaa mpaka dakika ya 90 ndo anafanya sabu, Azam anarudisha goli. Mechi ya leo ya Yanga hivyo hivyo. Sijui kama Kagoma alikuwa ameumia, mimi sielewi, lakini wote ambao tulikuwa Kagoma alikuwa amekamata mchezo pale kati. Kagoma alikuwa ndo anachukua mali. Anaweza kaenda kisha nyang'anya mali, anaanzisha mashambulizi anaenda Kagoma. Amemtoka Kagoma yuko Mbeya City ndio akacheza namba 6, leo namchezesha namba 6. Huyo Mangungu wenyewe, yani kocha tunapenda kocha tumpe respect kwa sababu kaja kutubadilishia timu. Lakini dakika za mwisho kuna maamuzi fulani kocha anafanya. Tunajikuta hata ile respect tusimpe tena. Yes, bado mnajenga timu. Pamoja na kwamba tunajenga timu sisi. Hakuna timu ambayo inaijenga usitake kikombe. Tungekuwa tunajenga timu, tungemaliza nafasi ya 5. Lakini tumemaliza nafasi ya 2. Ubingwa nyatu mpaka mechi ya mwisho inakuja kuamua nani ubingwa. Pamoja na kwamba tulikuwa tunajenga timu, tusingefika hata finali Confederation Cup. Unaona? Lakini kuna maamuzi mengine. Kocha sababu zingine anatakiwa anaangalia namna ya kufanya. No, yani ikiwezekana. Refari hana kipengele chochote. Tena naomba dabi zote marefa wanatoka nje. Unaona? Naamini kwamba hii dabi ya leo angechezesha Alajiga au Kayoko, Simba kwanza goli 5 hadi 4. Unaona? Unaona ile Pakome aliyojiangusha. Pale Alajiga, Kayoko anafunika chuma, unaona? Yaani mimi marefa sina kipengele nao. Yanga hajabebwa, Simba ni ujinga wake mwenyewe tu. Unaona? Ujinga wake. Tuna mchezaji namba 10 pale, anaongoza kwa magoli ya Ahua. Yani Ahua tofauti na foul na penalty. Sioni hata cha ziada. Yani kama ni yeye ambaye Simba anataka kusajili wachezaji, kama ikiwezekana unategemea na mafundi kwa uongozi. Kama ikiwezekana wasisajili mchezaji yoyote. Yeye yote ambao anasajili wachezaji wamlete tu hata Faisal tu. Namba 10 ya kueleweka tunakosa. Au mawinga wengine tutafanyia kazi. Kuna timu imejiregesha Muzi aondoke. Au anafunga kwa kama ni kiapo shapanda kiasi. Hata MVP astahili apewe Pakome. MVP ni Pakome, anastahili kila tuzo. Yeye ndio kaamua mchezo wa leo. Oya, dada chukua nani yako. Mimi hata siwezi kuongea. Pole. Asante. Simba viongozi wa